Na makosa ya Ruto sasa hivi ni kwa nini? Makosa yake tu ni moja. Number one, anasema Kenya sisi wote tuwe pamoja. Wengine wanasema hapana, sisi tunataka sehemu yetu peke yetu tuheshimiwe. Sasa ukisema sehemu yenu peke yenu iheshimiwe, nani ataheshimu watu wa Tana River? Ndio maana leo tumekuja hapa viongozi wote kutoka Kenya mzima kuonyesha hiyo ndio ishara ya Kenya kushikana pamoja. Sio kila siku ukisimama unasema Murima. Murima. Hata hujui inaitwa mlima. Unasema Murima. Kila wakati Murima. Ukiketi chini Murima. Ukilala Murima. Hata hapa pia basi utuambie tuweke udongo pamoja ama mchanga tutengeneze Murima ndio utuheshimu, kwa sababu uwezi tu unazunguka tu Murima sehemu moja Murima. Sura inageuka inakuwa na hasira Murima. Ai! Tukiangalia katika ratili ya serikali, ma CSS mumepewa wengi. Ma PSS mumepewa wengi. Watu wa Pwani hapa wamepewa wawili, lakini wanashukuru. Siji hata nyinyi muwe na shukurani bwana tafadhali. Na muheshimu mheshimiwa rais. Wanasema kwamba Tana River ni watu ya chache. Wanasema kwamba Tana River sijui watoshi. Nyinyi mtakubali namna hiyo? Mtakubali namna hiyo? So sisi tunawaeleza wale ambao wanaendeleza hiyo siasa ya kwamba Tana River kuna vitu hatutaki. Nyinyi mnataka maandamano? Mnataka kuharibu tauni yenu? Waliandamana juzi, wakaandamana mpaka wakaingia shule ya wasichana, wakataka kuingia shule ya wasichana. Ati walazimisha wasichana ndani ya shule. Wasichana wadogo ambayo inaitwa State House Girls. Kwani hata kama unatafuta Ruto anapatikana kwa State House Girls namna gani honestly? Uingie kwa shule ya wasichana ati unatafuta mheshimiwa Ruto ambaye ni rais wa Kenya. Kenya hii sasa hivi aielekee hiyo direction. Na nyinyi vijana niwaeleze. Vijana mtupo? Vijana tupo? Tusikubali vurugu hapa Tana River. Tusikubali vurugu Kenya hii. Kenya hii ikiharibika hamna nchi nyingine. Kukiwa kubaya hapa hakuna nchi nyingine. Leo hii tukiandamana ati tunaenda kutoa rais kwenye State House. Nyinyi hamjui. Ukimtoa katika njia ambayo si ya kisheria, jeshi linachukua uongozi. Jeshi likichukua uongozi, hawa polisi ambao unaona kwanza wanakuwa raia. Anaenda nyumbani na bunduki kama alikuwa amesimama nayo. Wale wafungwa ambao mnaona wako ndani ya jela, wote wanaachiliwa. Kama alikuwa amekosana na wewe, anakuja kumalizana na wewe. Wale officers wote wa prisons, wote wanatoka na bunduki zao. Tunageuka tunakuwa kama nchi ambazo hazijiwezi. Kila mtu kwa kijiji anakuwa ya kwamba ako na bunduki na ujini ya nini. Hizi police station zote hazitakuwa station, zitakuwa tu nyumba za vitu kutulia hapo. Ndio maana tunaambia watu, hamjui amani ni kitu gani. Hii maneno ya kusema sijui tunaenda kufanya sijui nini, sijui tunaenda kutoa rais, hiyo ni vitu za kitambo. Wakati huu kama unataka kutoa kiongozi uongozini, unaongoja miaka yake 5 inaisha. Unaenda unapigia yule ambaye unahitaji kura. Alafu zinahesabiwa. Alafu tunajua ni nani mshindi. Kwa sababu tukienda hiyo direction ambao vijana wameanza kuambiwa ati simama, andamana, fanya namna hii. Sasa ona, Jumatano waliandamana. Wakasimama Kiambu Road wakaandamana. Wakavunja maduka za watu. Wakamalizana. Wakarep wanawake. Wakataka kuingia kwa wasichana wadogo kwa shule. Wakafanya destruction. Watu wengine wakaumia. Jioni ikafika. Wakiimba tu sijui Ruto must go. Jioni ikafika wakalala. Tukaamka asubuhi tukapata bado Ruto ndio rais. Sasa wewe, faida yako ni gani? Ulikuwa unazunguka, unaumia, unajisumbua. Kwa sababu sheria hairuhusu vitu kama hivyo. Na hapa Tana River, mnataka